My God, you are the Son. There is no one like you. Asante Bwana, ni kwa sababu mchana wa leo ya wema wako na fadhili zako. Bila shaka you are an awesome God. You are excellent. You are God all by yourself. Asante ni kwa sababu ya wema wako. Tunapolishiriki neno lako Bwana, utuzungumzie katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Karibuni tena kwa neno la Bwana. This is another week ambao natumai ya kwamba Mungu wa kweli wa afya. Tunamtukuza Bwana kwa sababu ya wema wake na fadhili zake ambazo kila mara huwa anasema ni dhahiri. Kusema ni dhahiri, kusema ziko, kusema present, ni kama venye Bible husema ya kwamba that his mercies and compassions are new every morning. Sijui ni wangapi ama ni mie peke yangu, kila mara ni amkapo I acknowledge the mercies and the compassions of God that are very new every morning. Why? If it is not new, then I'm a candidate of destructions and wrath and condemnation. But because of his mercies that are new every morning, then I have become the candidate of his grace and mercies. Kila kuchao ile mazaje. Na kila mara tunapozungumzia kuhusu the mercies of God, huwa tunasema ni kama ile story Yesu alipeana na alikuta watu wakiaccuse others that they are wicked. Nasema nyinyi ni waovu kutuliko. Nasema nyinyi ni wambaya kutuliko. Nyinyi ni wambaya kutuliko. In fact, these are the Pharisees. Wanasema these men kwa sababu ya the wicked thing ambao wamefanya, they deserve judgment. But the Bible says Jesus looking unto them, aliwaambia kwamba ni ya maana mshike hii. Walioangukiwa walikuwa 7 ama 70. 70 ama ni 7. It was the breaking news of the day. 70 ama 7 katika ni ukuta wa Siloamu. Ukuta wa Siloamu. Akawaambia ya kwamba haina maana kwa sababu wao waliangukiwa na ule ukuta, that they are wicked more than you. Nyinyi ni rehema za Bwana zimewafikia. In fact, the Pharisees or the Jews walikuwa wanasema ambao waliangukiwa, because they are Gentile, it's as if they deserve kuangukiwa na ukuta. Unlike them, they were accusing some Gentiles ambao walikuwa wamefanya wickedness. But Jesus, refuting their claim, aliwaambia ya kwamba haimaanishi kwa sababu waliangukiwa na ukuta you are better than them. It is the mercies of God. Simply, the point that I want to draw and to bring home to you is, sijui kukuhusu, lakini mimi ni matukio ya rehema za Bwana ambazo ni mpya kila asubuhi. Kila kuchao rehema za Bwana ni mpya. Sihitimu, don't qualify the mercies of God, but he chose with his grace and sovereignty to grant me his mercies. He is God. No wonder he is not like us. He is not like men. He is God all by himself. Again, my name is Pastor Thuo Awelo. Nataka tuingie kwa neno la juma hili ambalo tumekuwa tukizungumza about the person of the Holy Spirit, na ambako tuliachia mara ya mwisho tulisema he commands, and we go in the book of Acts of Apostles 16, Matendo ya Mitume mlango wa 16, tusome mstari wa 6 na wa 7. Nieleze kwa kifupi na naamini ya kwamba bila shaka tutabarikiwa. Acts of Apostles 16, Matendo ya Mitume 16 mstari wake wa 6 kwenda ule wa 10. Inasema hivi: he came to Derbe and then to Lystra, where a disciple named Timothy lived. Am I reading the correct verse? I don't think so. Acts of Apostles 16 from verses 6
We are in the right verse. Inasema, no, hatuko on the right. Verse 16, once when we were going to a place of prayer, we were met by a slave girl who had a spirit by which she predicted the future. She earned a great deal of money for her owners by fortune telling. By fortune telling. This girl for Paul and the rest of us shouting, these men are servants of the Most High God who are telling you the way to be saved. Was the girl speaking the truth? Yes. Because Paul and Silas were the servant of the Most High God. But the spirit behind telling the future was not the person of the Holy Spirit. This gives us the first point. Haimaanishi kwa sababu mtu akona divination, anaona kesho, he or she can foretell. Hii kustue ikuambie ni Mungu amesema. Hapana, interrogate the spirit. Now, the Bible says, verses 18, she kept this up for many days. Finally, Paul became so troubled that he turned loud and said to the spirit, in the name of Jesus Christ, I command you to come out of her, to come out of her. At that moment, the spirit left her. Even Paul himself, being the servant of God, was almost to be canned. Angedanganyika. Maana Bible inasema ya kwamba the girl kept coming to Paul and speaking those things. Yule msichana alikaa kuja kwa Paul anaongea hiyo mambo. Paul akafika mahali akashindwa. The Bible says he was troubled in his spirit. Akasubuka ndani ya moyo. This girl aliongea ukweli, but the spirit, it has a problem. Like Bible inasema ya kwamba Paul akaangalia ule msichana and commanded that spirit to come out of her. Jesus Christ. This is Paul, a servant of God. Wanasikiza msichana ambaye anaongea kitu lakini anatumia the spirit of divination. They were almost lured. Mpaka mahali ambako Paul, Bible inasema after being troubled na hiyo kitu kwa muda, akakuja kurealize, this girl hatumiwi na roho wa Bwana, ijapo anaongea ukweli. Bible inasema ya kwamba that in the name of Jesus Christ, I command you to come out of her. At that moment, the spirit left her. Punde tu alipokemea ule roho akaondoka na akaacha ule msichana. Shika yale maneno vizuri. The Bible does not state that Paul rebuked the girl. No, at all. Paul rebuked the spirit in the girl. Whenever we are led by the Spirit of God, we don't judge men on the basis of prejudice. You are supposed to hate the spirit behind that person unafeel kana kwamba unamchukia, but not the person. The Bible says, Paul, after understanding this thing is not from God, she didn't rebuke the girl. She rebuked the spirit in the girl. And the Bible says, at that moment, the spirit left her. Now, verses 19, when the owner of the slave girl realized that their hope of making money was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace to face the authority. Listen, Bible inasema ya kwamba when the owner of the girl
simply kulikuwako na mtu mwenye alikuwa ule msichana. The girl was just a vessel possessed by the spirit of divination. Na Biblia inasema ya kwamba wale ambao walikuwa wameshika mateka huyu msichana walikuwa wanamtumia kupata pesa. Na ni kama siku zetu walikuwa wanatumia the spirit of divination, the Bible says, of making money, that they are hope of making money, matumaini yao ya kutengeneza pesa. Walipoona ya kwamba imegonga mwamba, Biblia inasema ya kwamba wakakasirishwa na lile jambo, and they dragged Paul and Silas, wakaleta uproar in the city, waleta to the authorities. That is why it is important unakuwa very sensitive. Si unatoka from nowhere unaanza kukemea maroho pasipo mamlaka. Hapana, watu wengine they will drag you to the authorities. Na utashangaa, kwani kutoa mapepo kuna ubaya mgani? That is why kila mara manabii wa uongo na walimu wa uongo wanaposikia mahali kunaongea ukweli, wana hate lile jambo, because behind their divination it is a shop of making money. Ni duka lao la kutengeneza pesa. It takes the Holy Spirit in a person to realize the spirit of divinations. Na kila mara ikiwa uko na Roho Mtakatifu ndani yako, I can tell you the spirit of divination, hakuna siku mtamingo. Kila mara watakapokuona watakukemea. But when you are not sure kana kwamba you have the person of the Holy Spirit, utakuwa reward and canned by these men, the so-called men diviners. They are so dangerous. In fact, in our days ni wengi sana, in the name of the Lord, wanaongeanga ukweli, wanakuambia jina yako, wanakuambia ndoto yenye umeota, lakini imaanishi kwa sababu wameongea iwe ni ukweli. It is important you interrogate that spirit. Finally, verses 20, they brought them before the magistrates and said, these men are Jews, and they're throwing our city into uproar by advocating customs unlawfully for us Romans, by customs unlawful for us Romans to accept or practice. They brought them before the magistrates, kawapeleka mahakamani mbele ya hakimu, and said, these men are Jews. Hawa wazee ni Wayahudi. It is true, they were Jews, and are throwing our city into uproar. Wanataabisha mji wetu. Was it true? No, false. Maana duka lao limefungwa. So wanatafuta visababu za kuwanyamazisha. Listen to lies. Biblia inasema ya kwamba by advocating customs unlawful for us Romans to accept or practice. Oh Jesus. Watu ambao walikuwa na huyu msichana, they were Romans. Walikuwa wako Warumi, kulingana na story, kama wanaongea ukweli. Na Biblia inasema walipowapeleka mbele ya magistrate, wakasema ya kwamba Paul and Silas wanaleta taabu ndani ya mji. Kisha wanasema ya kwamba wana preach mambo ambao si ya kisheria, ili sisi kama Warumi tuifanye, as Romans, that we may accept and practice it. But the Bible says the crowd joined in the attack against Paul and Silas, and the magistrate ordered them to be stripped and beat them. Oh Jesus. Biblia inasema walipoleta uproar in the city, hakimu akaamuru watolewe mavazi na wachapwe viboko. Hawana adabu. Ladies and gentlemen, when it comes to the person of the Holy Spirit commanding and leading and directing, it is
important ushike hayo maneno. Now we go back to verse 6 ambako Biblia inasema ya kwamba Paul and his companion traveled throughout the region of Phrygia and Galatia, having been kept by the Holy Spirit from preaching the word into the province of Asia. When they came to the border of Mysia, they tried to enter Bithynia, but the Spirit of Jesus would not allow them to. So they passed by Mysia and went down to Troas. During the night, Paul had a vision of a man of Macedonia, studying and begging him, "Come over to Macedonia and help us." After Paul had seen the vision, we got ready at once to leave Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them. Hapo ndipo tuliachia ambako tunazungumzia kuhusu the Holy Spirit who leads and commands. Na tukaongea mambo mengi, tukasema ya kwamba that the Holy Spirit intervened with a clear command and restraint. Roho Mtakatifu aliingilia with a clear command, akawapa amri ambayo inashikika. As believers, hatufai kuingia kwa giza. Why? We have him, the person of the Holy Spirit, who commands us and restrains us with a clear command. It is us who are ignorant, but the Holy Spirit is there to lead, to guide and to drive us. Lakini Roho Mtakatifu yuko pale kutuongoza, kutuelekeza katika kila njia. The Spirit was not rejecting the people, but redirecting them. Roho Mtakatifu kila mara muongozo wake kutuambia usiingie katika huo mlango, si kukukataa, si kukataa. It is not rejecting you, but redirecting you. Ikiwa kuna siku ambazo tunatamani, tungetamani, yatupasa tutamani kuongozwa na Roho Mtakatifu, na hivyo ndivyo yatupasa ni siku hizi, whereby he can one door but he redirect you to another door. Why? Later Paul preached in Mysia and Phrygia and Bithynia in Acts of Apostles 19 and verses 10. Listen. Biblia inasema ya kwamba Roho Mtakatifu wa Yesu alipowakataza, usiku ule Paul akaona maono. Akaona mtu mzee anamuita Macedonia ati kwa maono akimwambia kuje utusaidie. Biblia inasema ya kwamba Paul concluded God anatutuma tuende Macedonia tukapreach. This tell us that God spoke to Paul in a vision, akajua kwamba kumbe kureject ule mlango was redirecting us to go to Macedonia. Lakini imaanishi kutoenda Bithynia was rejection. No, it was the Spirit redirected them. Why? Later in Acts of Apostles 19 and verses 10, Paul went back and preached in Bithynia, in Mysia and Phrygia. Why? Sometimes the rejection of the Holy Spirit is the redirection of him. Wakati mwingine utakaa kumwambia nataka huu mlango ufunguke, but I can tell you, ikiwa Bwana amefunga mlango, he will redirect you to the light door. You know, from Act of Apostles 16:9 to 10, it was active restraint. Mara ya kwanza wanafikiria ni mlango, kuna simama kizuizi mpaka mara ya pili. Why? The Holy Spirit, you are supposed to know God himself. You are supposed to know he guides through closed doors as much as open ones. That one is powerful. Katika hii safari yetu na Mungu, yatupasa kujue Mungu huongoza through closed doors as much as open doors. Kwa wale ambao huongozwa na Bwana, ni ya maana this cardinal principle kuingia ndani yako, that God guides through closed doors as much as open doors. Why open one? Why? He is sovereign. He is in control. Mara mingi as believers, kuna venye Mungu anafungaga mlango moja, unafikiria na kuchukia. Lakini ya kupasa umachue ujue kwamba
God guides through closed door as much as open ones. Wakati mwingine atafunga mlango ule lakini atafungua, na anaongozanga katika milango imefungika na bado wanaongoza katika milango imefunguka. Let me give you a case study. Tell me how God guides and leads 2.6 million people with their livestock, anawaelekeza jia inagonga mwamba to the Red Sea. That is a closed door. Looking behind, wanaona maadui wao wamekuja. Wangeangalia upande huu mmoja na mwingine, hakukuwako na jia huwai, kulikuwako na milima. Lakini Bible inasema ya kwamba God told them, move on, endeleeni mbele. Why? God's guide through closed door as much as open doors. Wakati mwingine kuna watu ambao hubaki katika mlango uliofungika, na Mungu anakuambia kwamba achana na huo mlango umefungika, kuna mwingine ambao nitafungua. Don't waste and delay on closed door. Maana ikiwa ni Mungu amefunga huo mlango, you can rest assured hakuna kitu ambacho utakifanya ufunguke. And the good news about God closing a door, he closes one, he opens another. Unlike men ambao hutufungia mlango na hawajui mlango mwingine. But when God closes a door, you can rest assured he has multiple doors for you. What you need is just the person of the Holy Spirit to guide you. Utakapofika hapo, ni ya maana ujue kwamba obedience to his restrictions keep believers aligned to God's purpose. Obedience to his restrictions. Ukiwa mtiifu kwa yale mambo ambayo Mungu anakukanya, it aligns, it keep believers aligned with God's purpose. Obedience to his restrictions keep believers aligned with God's purpose. You know, Cain and Abel, Cain alitoa sadaka, Biblia inasema ya kwamba ikakosa kukubalika. Na Mungu akamtokea akamwambia, these are the restrictions. Sijui kwa nini unakasirika. Kwani hiyo ndio sadaka tu ambayo katika life yako ungetoa? Si ungekuwa na a second chance. Lakini Biblia inasema ya kwamba Mungu akamwambia, Cain, sin is crouching to your door. Pray that you may overcome it. Meaning, dhambi inakaribia mlango wako. It was God giving him or restricting him not to allow sin kuingia. Lakini Bible inasema ya kwamba Cain became disobedient, and so he never aligned himself to the purposes of God. Simply, our driven God purposes are always aligned in our ways when we are obedient to some restrictions that God put. Mungu akikwambia start hiyo company, Mungu akikwambia start huo mlango, Mungu akikwambia achana na hilo jambo, it is to align you to his purposes. It is to align you to his purposes. Many of the times God will forbid us to stop certain actions, not permitting, restraining directions, redirecting and giving us new path. Ladies and gentlemen, we make progress in this life when we allow the person of the Holy Spirit sometimes to restrict us, redirect us. Utajua ya kwamba you are mature and you are growing in God when you allow the person of the Holy Spirit, when he forbids you, anapokuambia achana na hiyo, unakata, unaiacha. Anakuambia stop certain actions, unakoma. When you are not permitted to do something, unakubali. When he restrain directions and redirecting, because God is more than willing to show you a new path. Why? Guidance of the Holy Spirit. Tumekuwa tukizungumza hiyo, na leo tumezungumzia he commands and he leads, ambako kesho God willing tutaongea kuhusu
how we grieve the person of the Holy Spirit, how he appoints, and how he directs us. May we pray. Lord Jesus, we thank you. We are limited, you are not. We are for moment, but you are forever. We are female, you are not. We are finite, you are infinite. You know everything, Lord Jesus. We don't know everything. You declare our end when you are still in our beginning. What we know is just this moment, this hour, this minute. We don't know 10 hours to come or 2 days. We are creatures of probability. We are creatures. We are human beings of probability. That is why, Lord Jesus, we need you to guide us, to redirect us. No wonder the Bible says that we should not lean to our own understanding. For our own understanding is limited, is temporal. But Jehovah God, the Bible says that we trust you with all our heart, with all our mind. And Jehovah God, when it comes to trust, it is where we make a humble prayer. Teach us to trust you, O Lord. Teach us to trust you. Teach us to trust you. Tusaidie Bwana kukutumainia. I ask you, O God, continue leading your people and directing them. Redirect them in closed doors and open doors, because you are our God and our King. Thank you because of that peace that you have given us. As your people go back to their daily activities, those who are following us on all our social media platforms, you bless them and keep them. In Jesus' mighty name, tunaomba na atakuambia. May God bless you. Thank you and thank you indeed. Let's meet tomorrow. God bless you. Your offering is blessed as you give. Asante sana, Mungu awabariki.